Unatazama Ndizi TV. Afrika. Mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye Pambazuko, ikiwa ni siku ya 8 ya mwezi wa Aprili mwaka wa 2025, na kualika kwenye kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo, na natumai kuwa ubuheri wa afya na umeamka vema. Karibu ili nikujuze ni yapi yanaendelea nchini Kenya, na pia tukuarifu kuwa ni yapi yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu. Lakini kabla tuingie kwenye magazeti, kidogo tupate himizo la siku, alafu tutakuwa tunaanza kuingia kwenye magazeti. Siku ya leo tutakuwa tunatoa himizo kwenye kitabu cha Wagalatia, Wagalatia 5, tusome aya ya 25 na kufikia aya ya 26, ambayo inasema, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Nirudie, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Kwa hivyo inamaanisha tu, na kwa kimombo nikiweza isoma tena kwa kimombo, if you live in the spirit, let us also walk in the spirit. Let us not be desirous in vain glory, provoking one another and envying one another. Kwa hivyo ni jinsi unaishi na wenzako, yale mambo ambayo wewe unayafanya. Fanya mambo kulingana na ile faith ambayo unayo, ile imani, kwa sababu tuseme unamamini Mungu, inamaanisha kuwa utayafanya mambo ambayo yanamfurahisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yale ambayo unayafanya lazima yawe mambo mazuri, yale ambayo tunaita kwa kizungu virtues. Kwa hivyo ni kuchunga tu mambo ambayo unayasema, mambo ambayo unayafanya. Usisikie wivu kwa mtu mwingine ama kwa jambo fulani ambalo mtu mwingine ambaye amelifanya. Kwa hivyo ni kutulia tu, kuishi kwa amani, kumshukuru Mungu, na pia kufanya mambo ambayo yanaenda njia moja na amani, na pia na imani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hilo ndilo himizo la siku ya leo, na natumai kuwa utaweza kuanza siku yako kwa njia mwafaka na njia nzuri, ukiendelea kumwamini Mwenyezi Mungu. Na tukianza, langu jina Jacinta Nyabeta, nitakwenda kuelekeza kuhusu yale ambayo yameendelea nchini Kenya, na haswa jana usiku tulimuona DP Gachagua, ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, akizungumzia masuala ambayo Rais William Ruto alikuwa amedai, ama madai ambayo Rais William Ruto alikuwa ameweka, akisema kuwa alikuwa amemuomba shilingi bilioni 10, madai ambayo bwana Rigathi aliyakataa. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunaziangazia tu baada ya kuchambua magazeti ya asubuhi ya leo, ama kukuelezea kwa ni yapi yamepatiwa kipaumbele haswa kwenye magazeti yetu. Tutakuwa tunaangalia gazeti 4. Tutakuwa tunaangalia gazeti la The Standard, The Daily Nation, Taifa Leo, pamoja na gazeti la The People's Daily. Na kukuelezea tu kidogo kwa juu, kuelezea tu kuwa ni yapi ambayo yamepatiwa kipaumbele haswa kwenye gazeti hizi. Na pia jana tunajua kwamba chaguzi ndogo haswa za maeneo tofauti kwenye chama cha ODM zilianza, ama uchaguzi huo ulianza katika maeneo
tofauti nchini Kenya, na tukaona vurugu ikitokea kwenye kituo kimoja ambacho wakazi wa eneo hilo walikuwa wanapigia kura, na watu wawili wakakatwa mikono ama walipata majeraha haswa ya mikono, ambapo mmoja alikatwa na wanaendelea kupata matibabu kwenye hospitali. Ni baadhi tu ya yaliyotokea hapo jana, lakini yote tutakuwa tunaangazia kwa muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa labda tuingie tu kwa gazeti tuendelee kujua kuwa ni yapi yamepatiwa kipaumbele. Tukianza na gazeti la The Standard. Gazeti la The Standard tunaona the bombshell. Mwandishi amezungumza, tunaona picha yake Rais William Ruto pamoja na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Revelations ama yale ambayo the former deputy president alisema. Former deputy president has come out swinging against President Ruto. Gachagua exposes a festering rift over shady state appointments and rampant corruption. Allegation that Ruto has turned the presidency into his personal ATM, even as he causes up to shadowy global players and the notorious Sudan's RSF and M23 in the DR Congo in gold smuggling deals, as well as his hidden partnerships with Kosovo. Ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 4 kwenye gazeti la The Standard, ambalo linaangazia yale mambo ambayo Bwana Rigathi Gachagua alizungumza haswa jana usiku kwenye kituo kimoja cha wanahabari ama cha media station, ambayo alizungumza kuhusu yale yote ambayo Rais William Ruto amekuwa akizungumzia pia, na yale mambo ambayo Gachagua alisema kuwa Itumbi was the person who directs ministers on what to say in public, and he also tried to control my messaging but I refused. Hayo ni madai ya kwanza. Madai ya pili anasema the president is kuzungumzia tu the president is dancing in kidogo tu is dancing in his continental interesting using the presidency which risks making Kenyans a parish state. Na madai ya tatu, the president is also involved in business dealings with the RSF leadership, and I confirm that he has had meetings with M23 officials. Ni madai ambayo ni mazito kwake Rigathi Gachagua kusema, kwa sababu anasema kuwa kiongozi ama Rais William Ruto anaendelea kufanya mikutano na makundi tofauti ambayo ni RSF pamoja na M23. At one point I had allowed KDF to manage si KDF lakini sioni vizuri, to manage my diary. Kibet, at one point I had allowed Kibet to manage my diary, but I later realized that he is demanding money from people who wanted to meet with me. Ni madai mengine. Na ya mwisho ni the president told me he had no issue with Farouk making some money, but I stood my ground and refused to be instructed. Kwa hivyo ni madai ambayo Bwana Rigathi Gachagua amekuwa akizungumza ama alizungumza hapo jana, na anasema kuwa I had pleaded with the president to retain some of the principal secretaries from the previous administration, especially from the Mount Kenya region and Rift Valley. Kwa hivyo ni madai yake aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua, taarifa ambayo The Standard imepatia kipaumbele. Na pia The Standard imeangazia US officials back president freedom ama press freedom amid threats, taarifa ambayo pia utaipata ukurasa wa 7 na ukurasa wa 28 utapata dozens killed in Congo capital floods. Pia ni taarifa nyingine ya kusikitisha ya mafuriko huko Kongo. Na pia tunaona taarifa za sporti. Ateta backs Saka in Real Madrid style. Taarifa ya sporti kwa wanaopenda sporti kwenye ukurasa wa 40. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard. Na tukisonga mbele kwenye gazeti la The Daily Nation, Gachagua's fight back.
Face Off, former DP Gachagua accuses Ruto of being a master of double speak, ambaye anasema you are a liar. Tunaona Bwana Rigathi anasema impeached Deputy President Rigathi Gachagua yesterday launched a bare knuckle pushback against President William Ruto's claims that he demanded 10 billion shillings to market the government's agenda in the Mount Kenya region. Instead, he made a raft of fresh allegations against his former boss, including that he has secret recordings of the of a 2 billion retirement package ambayo imekwa quote and quote offered to him in exchange for his resignation ahead of his impeachment. Kwa hivyo ni taarifa ambayo ni inaonyesha kidogo Bwana Rigathi na Rais William Ruto wana mambo mengi, ni yale madai ambayo wanaendelea kupeana, ama kila mmoja anaendelea kuzungumzia akisema kuwa huyu alisema hivi na mimi huyu akaniambia hivi. Kwa hivyo ni madai ambayo ni mazito sana kwa Rais William Ruto. Je, ni ya kweli ama si ya kweli? Na je, Wakenya wanataka nini? Wanataka nchi yao iwe hivi, iwe na viongozi ambao kazi ni kujibizana. Ni mambo ambayo watu wa Kenya wanaendelea tu kujiuliza. Na taarifa hii ambayo Bwana Gachagua anasema kuwa amesema kuwa ana recordings, alirecord wakati ambapo alikuwa anaambiwa ana shilingi ama atapatiwa shilingi bilioni 2 ili aende retirement. Kwa hivyo ni madai yake Bwana Rigathi Gachagua pia yameangaziwa kama taarifa kuu na yamechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza, but utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti la The Daily Nation. Na pia kwa yale ama taarifa ambazo pia zimepatiwa kipaumbele ni Kuria's bid to stop property auction flops, ambayo ni taarifa utaipata ukurasa wa 8. Tunaona mwandishi akisema President William Ruto's senior economic advisor Moses Kuria has failed in his bid to stop Equity Bank from auctioning his property in Kiambu over 54 million debt. High Court Judge Alim Visram yesterday ruled that Mr. Kuria had failed to meet the threshold required to stop the public's sale. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaonyesha kuwa Kuria ana deni la shilingi milioni 54 za Equity Bank. Kwa hivyo kwa sasa Equity Bank imelazimishwa kuuza property yake ambayo iko katika maeneo ya Kiambu ama county hilo la Kiambu. Kwa hivyo taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 8, taarifa ya Moses Kuria. Tukisonga mbele, do you have a persistent flu? Watch out for outbreak of influenza A. Ni taarifa ambayo ni ya kuogofya kwa sababu najua watu wengi sana wana homa. Mtu anakohoa kidogo unajua unasema hii ni homa tu, labda inaweza kuwa ni influenza A. Kwa hivyo mwandishi anasema a troubling health crisis is quietly sweeping across the country with hundreds battling an antibiotic resistant strain of influenza A according to health experts. Ukurasa wa 8. Taarifa hiyo utaipata kwenye Daily Nation. Ukurasa wa 23, Ruto regime dodging responsibility forcing Kenyans to finance its key programs. Hiyo ni utaipata ukurasa wa 23 kuzungumza tu kuhusu dodging responsibilities forcing Kenyans to finance its key programs. Kwa hivyo ni madai kuwa Rais William Ruto pamoja na serikali yake haitaki kutimiza ama haitaki kufanya yale ambayo yanatakiwa kufanya, na hivyo kuwafanya Wakenya waanze kujilipia kwa miradi tofauti. Ukurasa wa 10, I thought I found Canaan only to land in hell. A Myanmar returnee was ni kuhusu tu tunajua kwa Myanmar kulikuwa na earthquake ama mtetemeko wa ardhi, na kwa hivyo ni mmoja wa wale ambao walirudi nchini Kenya anazungumzia kuhusu labda story yake, jinsi alienda kule Myanmar akidhani kuwa atakuwa anapata mazao mazuri na atakuwa anajiendeleza kimaisha, lakini akapata ni shida tupu. Ukurasa wa 10 kwenye gazeti la The Daily Nation. Massacre or not, Governor unveils monument of for 40
killed in Turkana. Ukurasa wa 15, na hapo tunaona picha ya mtu ambaye amesimama kando ya majina ambayo ni ya majina ambayo tunafikiria kuwa ni majina ya wale ambao waliuliwa Turkana. Kwa hivyo ni massacre ama si massacre? Taarifa hiyo utaipata ukurasa wa 15 gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele, gazeti la The People's Daily, the shame of beggar doctors. The shame of beggar doctors. Ukurasa wa 4 ni kuhusu masuala ya sekta ya afya ambayo yanaonyesha hapo kidogo. Picha inaonyeshwa ni wauguzi pamoja na wafanyakazi kwenye hospitali wakiandamana, na ni taarifa ambayo nafikiria kuwa ni inazungumzia ama inaangazia changamoto ambazo zinapitwa ama ambazo madaktari wanazipitia haswa na serikali hii ya Kenya Kwanza, na masuala ya SHA ambayo bado hayajaeleweka vizuri kwa Wakenya wote. Taarifa hiyo itaipata kwenye ukurasa wa 4, na ukurasa wa 3, State eats humble pie on echoes of war. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaangazia drama festivals ambazo zinaendelea nchini Kenya, na kidogo ni kuhusu yale ambayo yamekuwa yakitendeka pale, ama zile poems pamoja na choral verses ambazo hizi shule ama wanafunzi wanaendelea kuziperform. State eats humble pie on echoes of war. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 3. Timboroa's effort to recover from poll violence. Ni taarifa nyingine ambayo The People's Daily imeipatia kipaumbele. MPs want KEBS boss sacked over 420 deal. Taarifa pia inaonyesha kuwa kidogo wanataka kumtoa yule ambaye amesimamia Kenya KEBS, ambaye inasimamia kuangalia zile bidhaa zote ambazo zinauzwa nchini Kenya kutolewa afisini ama kungolewa afisini, over a 420 million deal. Kwa hivyo taarifa hiyo utakuwa unapata ukurasa wa 6 ambayo ni Newsbeat kwenye The People's Daily. Na gazeti la mwisho ambalo tunaangazia asubuhi ya leo ni gazeti la Taifa Leo. Na gazeti la Taifa Leo, ama tuangalie kwanza gazeti la The Star kabla ya gazeti la Taifa Leo. Shake up phase 2 parastatals envoy next targets in Ruto Raila deal. Kwa hivyo taarifa hiyo ni taarifa ambayo jinsi biashara ama wanabiashara tofauti wanazungumza haswa kuhusu muungano wake Raila pamoja na Rais Ruto kwenye inaitwaje, kwenye serikali. Kwa hivyo ni madai ambayo ama ni yale ambayo yanawaadhiri na yanawasaidia wanabiashara katika maeneo tofauti, na yanasaidia aje ama muungano wa Rais Ruto na Raila unasaidia aje hawa parastatals pamoja na envoys ambazo kwa sasa zinaangalia sana muungano wa Rais Ruto pamoja na Raila. Na pia kwenye ukurasa wa 2, how weak laws are funding lynching of old people in Kenya. Taarifa ambayo pia utaipata ukurasa wa 2 gazeti la The Star. Women dare to dream, turn aloe vera into thriving enterprise. Kwa hivyo ni kuzungumzia kuhusu mmea wa aloe vera na jinsi wanawake wamefanya mmea huo kuonekana vizuri ama kuonekana kuwa na advantages nyingi, umuhimu mwingi, na kwa sasa unasaidia watu wengi kujiendeleza kwa njia moja au nyingine. Na pia kwenye gazeti hilo tunaona wakiangazia masuala ya kisiasa. Naam, lakini nimeweza kuyapitia yale ambayo yamepatiwa kipaumbele, na pia tunaona African kunradhi tu kidogo ni fungue tena gazeti hilo. Na Nicholas Okumu tunaona exit USA, now may real Africans heroes stand up.
Kidogo tu nirudie. Nicholas Okumu anasema exit USA, ambapo mwandishi anasema now may real African heroes stand up. Ni taarifa yake Nicholas Okumu, utakuwa unaipata kwenye gazeti la The Star ukurasa wa 12 na ukurasa wa 10 must go, ambayo politics Mount Kenya's history of rejecting presidents. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaangazia kuhusu taarifa kuhusu madai ama ya Mlima Kenya ama wakazi wa Mlima Kenya kuwakataa rais ambao wamekuwa hapo awali. Ni mwandishi anajaribu tu kuangazia masuala kama hayo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Star. Gazeti la mwisho, gazeti la Taifa Leo, tunaona kura za mapanga. Uchaguzi wa mashinani wa ODM wakumbwa na ghasia na majeraha kiasi cha manusura kupoteza mikono. Kwa hivyo ni taarifa ambayo nilikuwa nimeangazia hapo awali. Anasema mwandishi anasema ghasia, umwagikaji wa damu washuhudiwa katika uchaguzi wa ODM eneo la Homa Bay baada ya wafuasi wawili kukatwa mikono katika vurugu. Wafuasi wengine wawili wafa ajalini. Kwa hivyo ni yale ambayo yametokea haswa kwenye uchaguzi ama chaguzi ndogo ambazo zinaendelea, na ni chaguzi za ODM. Na taarifa hiyo unaona pale kwenye ukurasa huo wa kwanza tunaona picha ya wanaume wawili, ambaye mmoja ni mhudumu wa afya na wengine ambao wameumia mikono wakiendelea kupata matibabu. Hatukupata ripoti Rigathi angefika kanisani. Hapo ni matamshi ya DCI ambayo yamechapishwa kwenye ukurasa wa pili. Pia tunaona mwandishi anasema kuwa idara ya ujasusi yasema kanisa la PCEA Mwiki halikuiarifu Gachagua angehudhuria. Kwa hivyo wanasema kuwa madai yake Rigathi Gachagua akisema kuwa hata DCI haikujitokeza ili kumsaidia wakati vijana walianza vurugu. Sasa kwa sasa DCI wanajibu wakisema kuwa PCEA ama kanisa lile la PCEA halikuarifu DCI kuwa bwana Rigathi Gachagua alikuwa anafika kanisani kule. Magaidi waachilia machifu 5 Mandera. Tunajua machifu ambao walikuwa wamekamatwa na magaidi wiki iliyopita ama ni wiki mbili ambazo zimepita. Tunaona maafisa wa serikali wanaoaminika kutekwa nyara na Al-Shabaab Mandera hatimaye wako huru. Ni taarifa utapata kwenye ukurasa wa pili. Mali ya Kuria sasa kunadiwa. Ni taarifa ambayo pia tumeangazia kwenye gazeti moja. Mshauri wa rais kuhusu uchumi apoteza kesi dhidi ya benki ya Equity kuhusu mkopo. Kwa hivyo ni mkopo ambayo ama deni ambayo Moses Kuria anayo, na kwa sasa mali yake yatakuwa yanadiwa. Kwa hivyo ama kwa auction ili kuweza kulipa deni la shilingi milioni 54. Tukiingia kwenye gazeti ama kwenye taarifa za spoti kwenye gazeti hilo la Taifa Leo, maagizo ya polisi aliyeua watoto wake wawili na kujiua. Kwa hivyo taarifa hii ni ya kusikitisha ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa makini. Tunaona kuwa mwandishi anazungumza akisema amshauri mkewe aulewe kwa mpango wake wa kando. Ni taarifa ya kusikitisha hiyo, lakini utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 4. Na taarifa za spoti, Arsenal versus Real Madrid, nani atawika? Gunners wana kazi ngumu ya kuwazima mabingwa watetezi Bayern wakiwalika Inter Milan. Kwa hivyo kuanzia ukurasa wa 13 kufikia ukurasa wa 20 gazeti la Taifa Leo, kama wewe ni mpenzi wa spoti utakuwa unaangazia masuala ya Arsenal na Real Madrid. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuangazia hayo. Ni baadhi ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele asubuhi hii ya leo, haswa kwenye magazeti tofauti kiwemo gazeti la The Standard, The Star, People's Daily, Daily Nation pamoja na gazeti la Taifa Leo asubuhi hii ya tarehe 8 mwezi wa Aprili. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele. Tukiachana na magazeti, tutakuwa tunaingia kwenye yaliyojiri kukuelezea tu ni nini kimekuwa kitokea nchini Kenya, ama ni taarifa gani zimekuwa zikipatiwa kipaumbele kwenye vyombo vya habari. Lakini tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu ili tuingie kwenye awamu hiyo ya pili ya yaliyojiri.
Unatazama Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV Africa. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Pambazuko asubuhi hii ya leo, na kama unaingia sasa hivi kwenye kipindi chetu, karibu na tuenze kuendelea kusonga mbele pamoja. Tukianza na taarifa za kusikitisha, siku ya jana uchaguzi wa ODM mashinani ambapo watu wawili walijeruhiwa katika shule ya msingi ya Buche katika kaunti ya Homa Bay baada ya rapsha kutokea kwenye kituo kimoja ambacho walikuwa wanafanyia uchaguzi wa chama cha ODM. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi John Loisa, makundi mawili yaliyofuatana wakati wa uchaguzi huo walisababisha majeraha, huku mmoja akikatwa mkono wa kushoto. Na pia uchaguzi huo ulichelewa kuanza katika kaunti hiyo ya Homa Bay na pia kaunti ya Migori. Na pia katibu wa chama hicho amedai kuwa miundo mbinu haikuwa imefanya kazi ipasavyo. Na pia chama cha ODM kimeanza uchaguzi katika wadi hii leo. Hizi chaguzi zitakuwa zinaendelea siku hii ya leo, na wawakilishi bunge wanachagua wawakilishi bunge ukitarajiwa kufanyika hapo kesho ama siku ya leo, siku ya Jumanne. Tuangalie ripoti hiyo. Chaos. Fights here and there took the better part of ODM ward level elections at Nyamome Primary School grounds in Wasweta 2 ward. The security officers in the scene had to elope with Kennedy Awonda, who was the returning officer, away from the angry crowd. It became a battle of superiority as voters affiliated to former Suna West MP Joseph Obiero Ndiege blamed their counterparts for interfering with the elections. Tumeanza na kiti cha mwenyekiti katika kiwango cha mainstream. Wawili wamesimamia kiti hicho. Moja ni Julius Oka. Portal haijafunguliwa mpaka jana usiku saa 6, hailikuwa haijafunguliwa, na kama ingelifunguliwa usiku ingesaidia nini? Wanachama walikuwa wanataka wajisajili, yeyote anayetaka kuwa mwanakamati na vitu vingine shilingi 200. Alafu mwenyekiti atoe 500. Angezitoaje kama portal yenyewe ilikuwa haijafunguliwa? Watu wameenda kulala kabla hawajui chochote kinachoendelea. Wakati wa asubuhi na shangaa eti ndio uchaguzi unafanyika.
Naam, na pia vita hivyo vilishuhudiwa pia katika uchaguzi wa ODM kwenye chama cha ODM kwenye shule ya msingi ya Nyamome katika wadi ya Wasweta, baada ya wafuasi wa bunge wa zamani wa Suna East Masuna Magharibi Obiero Ndiege pamoja na wafuasi wa bunge wa Peter wa sasa Peter Masarukutu ambao walitofautiana katika chaguzi hizo na hivyo kufanya uchaguzi huo kukosa kufanyika, na pia baada ya pande moja kuamua kususa uchaguzi huo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yalitokea hapo jana kwenye uchaguzi wa chama cha ODM ambao ulianza kwenye kaunti tofauti, lakini hiyo ni kutoka kaunti ya Homa Bay pamoja na kaunti ya Migori, ambapo watu waliweza chaguzi hizo hazikuweza kufanyika, na lakini siku ya leo pia tunatarajia uchaguzi huo kuendelezwa. Kwa hivyo tukisonga mbele ni kuwa shirika la kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA likishirikiana na shirika la kukusanya ushuru nchini Kenya KRA wamesema kuwa watakuwa wanaongozwa na bwana Nicholas Koskei, wamenasa dawa za kulevya pamoja na pombe haramu kwenye kaunti la Siaya, ambayo wamesema kwenye soko ya Nyomonye, kaunti hiyo ndogo ya Bondo katika kaunti ya Siaya, akisema kuwa bidhaa hizo ama pombe hiyo ina dhamani ya bidhaa na za shilingi bilioni 2.9 na hayo ni yale ambayo yalitokea huko kwenye kaunti hiyo ya Siaya, kwenye kaunti ndogo ya Bondo. Kwenye kaunti ndogo ya Bondo. Tuangalie ni yapi yalitokea katika sehemu hilo. My name's Nicholas Kosgei, Senior Superintendent of Police, the head of enforcement at NACADA. So today at around 11 a.m., following some leads or some information, we went to Nyamonye market that is within the Bondo jurisdiction, following an information of a notorious drug dealer and an illicit trader within this market. So we went up to his shop, we visited his rental areas, that's the residence, and his homestead within those in the market. So upon some search within the premises, we found cannabis sativa, which is yet to be tested. That is around 4,600 sticks. We had 168 tariffs and 11 brooms. Upon search at the areas of the rental home, we had around 8 cartons of Supermatch. The Supermatch, as you can see, this is a Supermatch meant for export. That was meant from Uganda and meant for export to South Sudan. So we had 8 cartons, and then also we had a custom that is spirits meant from Uganda. We had a Challenger, 118 pieces, each with 24 in each carton. A Blue Moon, we had 15 cartons. Simba Waragi, we had 107. Simba Gin flavored, we had 12 cartons. So we managed to arrest 2. That is the main suspect, Francis Odiambo Ocheng, and the second one, Evelyn Atieno Amungu, all in our custody. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine za ukosefu wa usalama ni kwa wachifu 5 ambao walikuwa wametekwa nyara na wanamgambo wa Al-Shabaab walirudishwa ama walipatikana jana na kuachiliwa huru katika kaunti ya Mandera. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alisema kuwa kwa sasa wanaendelea kutafuta familia za hao maaskari 5 ama machifu 5 na watakuwa wanapelekwa nyumbani, akiendelea kuonya kuhusu kuchipuka tena kwa magenge ya uhalifu haswa huko nchini Kenya na haswa kwenye kaunti za Mombasa na kaunti za Kwale, akitaja kuwa serikali haitaruhusu hayo kuendelea.
Abducted in Mandera have been released, and they are now in the hands of Kenyan officials, and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts, as I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Ni tumaini kuwa machifu hao watano watakuwa narejeshwa nyumbani kwao, na pia magenge ambayo yanaanza kuchipuka nchini Kenya yatakuwa yanaachishwa. Kwa hivyo kwa yale ambayo tumeendelea kuangazia asubuhi ya leo, tutakuwa tunaendelea bado kuangazia yaliyojiri hapo jana, lakini na jana tuliona Wizara ya Afya ikizindua mikakati tofauti, na pia tukaona kiongozi wa chama cha NLP ama National Liberation Party mwenye ni Augustus Kialo akisema kuwa mkondo wa Ukambani utabaki nyuma kwa siasa za ufalme wa eneo, lakini ni baadhi tu ya yale ambayo yalizungumziwa jana. Na pia jana pia tuliona kuwa usaili bado uliendelea katika kutafuta mwenyekiti pamoja na makamishna wa tume ya IEBC, na pia tuliona kuwa pia mambo ni mengi ambayo yalitokea jana ambayo bado tutakuwa tunaendelea kukuelezea hapa ndani, lakini kidogo tu labda niendelee kukueleza mengine ambayo labda yalizungumziwa, tukizungumzia tu kwa kupitia tu kwa kina yale ambayo yaliangaziwa hapo jana. Na tulimwona waziri wa kilimo Bwana Mutahi Kagwe akisema kuwa atakuwa na imarisha usalama haswa kwa wafanyakazi ama kwa wakulima wanaouza avocado na pia mimea tofauti ambazo tuliona akisema kuwa atakuwa na unda vituo vya polisi karibu na wakulima, ili vituo hivyo vya polisi vitakuwa vinasaidia wakulima kwa kuchunga zile bidhaa ambazo wanauza, na pia kusaidia tu kuleta usalama, ambaye alisema kuwa he will establish a dedicated agriculture police unit to protect farmers, produce and curb avocado theft. Kwa hivyo ni taarifa ambayo bado tulikuwa tulipata kwenye vyombo vyetu vya habari ama meza yetu ya habari, akisema kuwa hiyo unit ya police ambayo ameita police unit, agricultural police unit, itakuwa inalinda mashamba na pia inaendelea kuchunga yale mazao ambayo yanatolewa shambani, pamoja na kuhakikisha kuwa wakulima wanaofanya kazi ngumu, kwa sababu tunajua kazi ya ukulima pia ni kazi ambayo inachosha, na kuhakikisha kuwa kazi yao haiachwi nyuma ama haiambulii patupu. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo inaendelea kusambaa kule mitandaoni asubuhi hii ya leo. Na pia taarifa ambayo inaendelea kuangaziwa asubuhi ya leo ni taarifa yake Bwana Rigathi Gachagua na mambo ambayo alizungumza jana usiku kwenye kituo kimoja cha televisheni, ambapo alizungumzia madai ambayo Rais William Ruto alikuwa ametaja kabla ya kuanza ziara yake ya Mlima Kenya siku ya Jumatatu, ambayo ilikuwa ni national holiday, ambapo tuliona Bwana Ruto akisema kuwa Rigathi Gachagua alikuwa amemuomba shilingi bilioni 10 ili amtengenezee umaarufu haswa kwenye Mlima Kenya. Na ni taarifa ambayo Bwana Rigathi Gachagua amekanusha madai hayo, akisema kuwa Rais Ruto hakudai shilingi bilioni 10 kutoka kwa Rais Ruto, na akisema kuwa hiyo ni masuala tu ya kisiasa. Kwa hivyo ni mojawapo ya madai ambayo Rigathi Gachagua alikataa, na pia akasema kuna madai sasa mengine ambayo Rigathi alikuja nayo, ambaye alianza kuambia watu kuhusu Rais William Ruto, ambapo alisema kuwa aliweka madai kwamba Rais William Ruto aliwahonga wabunge shilingi 350 ambayo ni 1350
kila mbunge alikuwa anapewa shilingi 1,350 na maseneta kupatiwa mpaka shilingi milioni 10 ili atolewe afisini, ili bwana Rigathi Gachagua atolewe afisini. Kwa hivyo ni madai mengine ambayo Rigathi Gachagua alikuja nayo hapo jana usiku, ambapo alikuwa anazungumza, na pia akasema kuwa Ruto mwenyewe ndiye aliandika njia ama alitengeneza njia ya yeye kutolewa afisini, ambapo alinunua wabunge ili wamsaidie kupitisha mswada huo kule bungeni. Kwa hivyo ni madai mengine ambayo Rigathi Gachagua aliyaweka wazi hapo jana, na pia akasema kuwa hakuwa anawathreaten wabunge ili waweze kuwa nyuma yake, wakaswa waache Rais William Ruto na waje kwenye upande wake. Hakufanya hivyo kulingana na madai yake Rais William Ruto ambaye alikuwa amesema hapo awali, na akisema kuwa he advised them not to follow the president blindly following public outcry over Finance Bill 2024. Kwa hivyo ni madai mengine ambayo Rais Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais aliendelea kuzungumza hapo jana, ambapo tunaona sijui ni nini ambacho kinaendelea, lakini sidhani kama Wakenya wanafurahia na mambo ambayo kwa sasa uongozi na jinsi siasa ya Kenya sasa hivi inaendelea, haswa siasa ya Rais William Ruto na bwana Rigathi Gachagua, ambapo tunaona kidogo wamekuwa kijibizana kila siku. Huyu anasema hivi, kesho ameamka tena anasema vile, njia moja au nyingine wameonekana wakijibizana. Lakini watu walikuwa wanauliza, naam, tumemwona bwana Rigathi Gachagua alijitokeza akazungumzia kuhusu swala hili la Rais William Ruto, kusema kuwa yeye hafai kuwa rais wa nchi ya Kenya kwa sababu hafanyi yale hatimizi matakwa ya Wakenya. Lakini pia sio yeye peke yake amesema hivyo, na wakasema kuwa mbona Justin Muturi pia alitoka afisini ama alingolewa kutoka kwenye afisi ya Wizara ya Utumishi wa Umma, na pia yeye kwa sasa tulimuona akizungumza na vyombo vya habari, ambapo alisema kuwa Rais William Ruto ni mtu mfisadi na hawezi kusaidika kupita kiasi. Kwanza alisema ni mfisadi kupita kiasi, na akasema kwamba Rais William Ruto hafai kuwa kiongozi nchini Kenya ama hafai kuwa rais wa nchi ya Kenya kwa sababu hajui kuongoza. Kwa hivyo ni madai ambayo yamekuwa yakitajwa ama yakisemwa na viongozi hawa tofauti ambao walikuwa serikalini, lakini baada ya kutoka serikalini wanaonekana kuwa wako bita kidogo na wanaanza kuzungumza vibaya kuhusu Rais William Ruto, lakini wakiwa ofisini hawazungumzi chochote. Kwa hivyo ni yapi ambayo yanatokea pale labda kwenye ikulu, ama ni yapi ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya, haswa kwenye siasa ya nchi ya Kenya kwa sasa? Ni kununuliwa tu labda viongozi, ama Rais William Ruto anaendelea kununua viongozi tofauti ili wasimame naye kwenye upande mmoja na kumsaidia kwenye kura za 2027. Kwa hivyo ni madai tu ambayo Rigathi Gachagua alikuwa anazungumzia, lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia taarifa hiyo, na tulisema kwa tutakuwa tunafuatilia hayo yote na kuyachambua kwa umakini ili tuweze kuelewa kuwa ni yapi ama chanzo cha haya madai ni yapi. Tunajua kuwa labda ni kuondolewa afisini ile hasira, na labda mtu anaona kuwa kidogo haikuwa inapaswa kuwa hivi, lakini sasa ishakuwa na kwa sasa lile ambalo yeye anaweza kulifanya ni kuanza kuongea vibaya kuhusu Rais William Ruto. Lakini je, wanazungumza vibaya kuhusu Rais William Ruto ama wanasema ukweli? Ni ile tu hawajui labda jinsi ya kuonyesha ushahidi ama hawana ushahidi wa kutosha. Lakini pia tumemwona bwana Rigathi Gachagua akisema kuwa ana ushahidi ambao utaonyesha ama ambao tutausikiza. Hakupeana ushahidi, lakini alisema kuwa anao ushahidi ambao unaonyesha kuwa Rais William Ruto alimpa ama alitaka kumpa shilingi bilioni 2 ili aweze kutoka afisini na aweze kuretire mapema, ama ile ambayo aliita retirement benefit ambayo Rais William Ruto alikuwa anataka kumpa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaiangazia kwa makini na tuendelee kuifuatilia hapa ndani ya Pambazuko. Lakini kwa sasa tunaendelea na kipindi chetu. Nikirejea nitakuwa naendelea kueleza ni yapi yaliyojiri
hapo jana. Endelea kubaki ndani ya Ndizi TV Africa, mitandao yetu ya kijamii, Facebook @Ndizi TV News Digital, YouTube @Ndizi TV News, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Nami utanipata @Nyabeta Bosire kwenye mtandao wa Facebook. Narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Machozi yanadondoka, lakini lazima hema asome shuleni. Dunia mbona hunitendea haki? Jasho latiririka, lakini nangoja faraja. Naomi na Hema tunapigana na maisha, tutashinda hata kama tunaumia. Nilimkosa mama, nilimkosa. Wala pesa nimebakisha ni tu peke yake. Najua nilikuwa na pesa, sinakumbuka ugonjwa. Sauti yangu yaomba, nunua mkaa. Mimi unajua sikusoma. Unaona mimi sikusoma. Wewe pekee ndio nategemea. Mimi naona nimejenga, naona vile hata sina nguo. Wewe nataka uvae vizuri, ukule vizuri na uende shule usome. Ukiwa shuleni, tia bidii kwenye masomo. Rafiki yako awe ni kitabu. Naomi, coming soon on Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more.
We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji na shukran kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya Pambazuko ndani ya Ndizi TV Africa. Tukisonga mbele ni kwa siku ya jana Wizara ya Afya ilizindua kamati ya uhakiki ya madai yanayosubiriwa na NHIF ili kushughulikia mlundikano wa bili za matibabu ambazo hazijalipwa na NHIF iliyoondolewa wakati wake. Tuangalie taarifa hiyo. As we embark on this assignment on ACS, we need to take note of the stock of debt before us. We are aware of the desire to scrutinize, examine every bill to ensure that we recommend what is quality and what is payable. This committee has been established to provide an independent, thorough, and transparent review of the medical claims submitted to the defunct NHIF. All genuine claims of healthcare providers will be paid, and this committee will be held responsible for the payment made to services not provided. Kamati hiyo ambayo inaongozwa na James Masiru Oje, tunajua kwamba ina jukumu la kufanya ukaguzi katika ili kuthibitisha kuwa madai hayo yote yaliyowasiliwa nchini kuhusu NHIF ni ya kweli na pia kuyashughulikia na pia kushughulikia malipo hayo yote. Na pia Wizara ya Afya ambayo inasimamiwa naye Eden Duale ambaye ni waziri wa sekta hiyo imeonya kuwa wanachama wote wa kamati hiyo ya kuzindua ama ya kuendelea kuangalia masuala ya NHIF imeonya kwamba wanachama wa kamati hiyo watakuwa wanachukua jukumu la kibinafsi kwa madai yote ambayo yatalipwa kwa njia ya ulaghai. Na pia wanasema kuwa mchakato wa kuthibitisha utakamilika chini ya siku 90 ambayo ni miezi mitatu, huku kamati hiyo ikitarajiwa kuunda mpango wa malipo. Kwa hivyo ni masuala ambayo ambayo wakati Eden Duale aliingia afisini alisema kuwa atakuwa anahakikisha kuwa ulaghai pamoja na kutumia matumizi mabaya ya fedha haswa kwenye sekta ya afya atakuwa na fanya hayo yote kuisha, ama atakuwa na wakamata wale wote ambao
kuhusika kwenye ulaghai na pia kwa njia mbaya ama ufisadi haswa kwenye sekta ya afya nchini Kenya, na kusema kuwa atakuwa anatoa wale aliwaita cartels, akisema kuwa yeye ana nguvu na atakuwa anawaondoa cartels kutoka kwenye sekta ya ama wizara ya afya, haswa kwenye sekta tofauti ikiwemo ya madawa KMPDU, na pia akisema kuwa atakuwa anazungumza pamoja na madaktari ili kuhakikisha kuwa mahali ambapo wanafanyia kazi ni mahali pasafi na pia mahali ambapo pataweza kukalika. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaendelezwa ama tutakuwa tunaendelea kuiangazia haswa kwenye wizara ya afya ili kuweza kujua kuwa ni yapi yanaendelea kule, ili tuweze kukuarifu wewe msikilizaji. Na kumbuka kuwa tunaendelea na kipindi chetu kwenye mitandao yetu ya kijamii @NdiziTV Africa, ambayo kwa sasa utatupata @NdiziTV Africa, mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram, X account, TikTok pamoja na YouTube utatupata @NdiziTV Africa. Kwa hivyo endelea kujiunga nasi na pia utuandikia pale ujumbe ukituelezea kuwa unatazama ukiwa wapi asubuhi hii ya leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Aprili. Kwa hivyo tukisonga mbele ni kuwa kiongozi wa chama cha National Liberation Party ama kunradhi National Liberal Party Augustus Kialo Muli sasa anasema kuwa mkoa wa Ukambani umebaki nyuma kutokana na kuendelea kutegemea siasa za ufalme wa eneo, na pia akisema mkoa huo utakuwa unatafakari upya mstakabali wa kisiasa ili kutambua maendeleo yenye maana, na pia akisema kuwa alitoa uhuru wa jopo la uchaguzi wa IEBC akiwataka wanasiasa kutoingiza siasa kwenye jopo hilo na pia kwenye mchakato wa uteuzi ambao unaendelea kutafuta makamishna 6 wa tume huru ya uchaguzi na mipaka pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo. Sisi tumekataa hii mambo ya kingpin. Tumesema hatutaki ati huyu ndiye ataongoza region yetu ndio aende bargain on behalf of the community. Hii ndio imefanya Ukambani inabaki nyuma. Na sisi kama chama National Liberal Party tumesema sisi tutashikana na serikali ilete maendeleo Ukambani. Wale wa kingpin ambao imekuwa kazi yao ni kwenda kuuza jamii, kusema sisi ndio tunaongea kuhusu jamii na jamii tunabaki nyuma bila maendeleo yote. Sisi kama chama tumesema hatutashikana na watu kama hao. Tutashirikiana na vyama ambazo zinataka maendeleo Ukambani. Sasa hii tunaongea mambo ya IEBC. Nataka kusema it's not too late. It's not too late for this country to change. It's not too late. IEBC selection panel ichague viongozi ambao wanatakikana na nchi. Sio commissioners ambao wako pande ya serikali ama ya upinzani, bali wachague commissioners ambao watahudumia Kenya nzima. It's not too late. Tumesikia viongozi kadhaa wakisema sijui serikali na upinzani wakae pamoja, lakini sheria inasema hivi. Kuna selection panel ambayo imechaguliwa, na sisi kama chama National Liberal Party tulienda kotini miezi 8 tukipigania hiyo selection panel ikuwe the correct one. Naam, na tukisonga mbele tukiachana nayo ni kuwa mwenyekiti ama aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya huduma ya polisi Eliud Kinuthia kwa sasa ametoa wito kwa wafanyakazi wastaafu wa serikali kuwa na nidhamu na pia kulinda siri za nchi baada ya kuondolewa kazini haswa kwenye serikali. Akizungumza alisema kuwa Justin Muturi ama aliyazungumza haya baada ya aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kuondolewa afisini na kuanza kuzungumza kuhusu yaliyoendelea akiwa kazini. Wale wote ambao tumetoka maofisi ya serikali tukiongozwa na senior chief wawili hapa, mzee Karumei na mzee Senior Kibiru, haijalishi ile ngazi ulitoka, tukue na nidhamu ya kunyamaza kuhusu mambo yaliyo nyuma yako kwa ile ofisi ulikuwa. Inaleta aibu sana kuona mtu ametoka kazi ya waziri ama kazi nyingine yoyote na anataka akiwa nje
ya serikali kuanza kutueleza mengi ya ile ofisi alikuwa, ambayo inaonyesha utovu wa nidhamu. Tuungane ili tuweze kusaidia nchi yetu. Mara nyingi tunaweza kuwa na saa zingine labda mawazo mengi. Tunasema kwamba serikali hii haifanyi hii, serikali haifanyi ile nyingine, lakini nadhani kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia mambo tangu miaka 2 iliyopita, serikali imefanya mengi. Ile kitu ambayo nimependa kutambua ni kwamba mimi kama kijana nimeona maisha yangu imebadilika, kwa sababu wakati unapopata ajira ya kudumu unaweza kujipanga kufanya mambo mengi zaidi katika maisha. Huwezi linganisha na ajira ambayo ni ya muda mfupi. So mimi kwangu naona ni shukrani kubwa sana, kwa sababu in terms of the socio-economic development, hawa watu hawa wakiwa hapa Mpeketoni, mtu ataweza kuwa na uwezo wa kununua plot, ataweza kujenga. Mimi tunapomshukuru, sababu mimi nawaeleza mambo ambayo nimeona. Yeye ameshikilia ofisi hii, hakunipa ofisi alafu akaniwaachilia. Na wakati mwingi mambo ikikuwa magumu nilikuwa namuendea, ananiambia chairman, ni wapi kumeenda vibaya. Mimi ninamwambia hapa na hapa, na nataka usaidizi wako. Naam, ni kuomba kwamba labda viongozi watakuwa wanaangazia swala hilo, lakini pia ni vizuri Wakenya kujua yale ambayo yanaendelea, kwa sababu utumishi wa umma pamoja na mali ya umma yakitumika vibaya, nafikiria kuwa ni vema Wakenya kuweza kujua kuwa ni yapi yanayoendelea kwenye uongozi, haswa kwenye serikali ambayo inaendelea kusimamia nchi ya Kenya. Tukisonga mbele kwenye masuala ya taarifa ambazo tunaendelea kuziangazia, ni kwamba askari wa DCI kwa sasa wanaanza uchunguzi kwa kutafuta wale vijana ambao walianza vurugu kanisani PCEA Mwiki kule Kasarani, baada ya kuleta vurugu na kuharibu mali yenye dhamana, na pia kufanya watu kuumia pia kwenye kanisa hilo Jumapili iliyopita, ambapo tuliona Bwana Rigathi Gachagua alikuwa ameelekea kule kuenda kushiriki na waumini katika kanisa hilo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunaiangazia, lakini kwa sasa zile taarifa ambazo tunazo kwa sasa ni kuwa DCI wameanza uchunguzi ili kuweza kujua kuwa ni nani walianza chanzo, ama vijana wapi wale waliotumwa, ama wale kwa kizungu wanaitwa goons, ni nani aliwatuma kule na mbona aliwatuma kule. Lakini pia tulimuona Bwana Rigathi Gachagua akizungumza akisema kuwa ni jambo ambalo Bwana Ruto analijua na amekuwa akimtumia goons kwa muda mrefu, ambapo tuliona akisema kuwa amekuwa akimtumia kwenye gazeti la jana. Tuliona kuwa mwandishi alikuwa ameangazia kidogo yale matukio ambayo yamekuwa yakifanyika haswa kwenye hafla ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akienda kwenye hafla za mazishi. Tuliona hafla ya mazishi moja ambayo Bwana Rigathi alikuwa ameenda kule Limuru, viti vikaharibiwa, na pia watu waliweza kuumia na pia kupata majeraha, na pia tukaona mali ya watu wale, ama zile vitu ambazo vilikuwa pale, tuseme viti, tents ambazo zilikuwa zimeletwa kule kwenye hafla hiyo ya mazishi zikaharibiwa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaiangazia kwa umakini ili tuweze kujua kuwa ripoti ya DCI itakuwa ni gani, na haswa itakuwa hawa walikuwa wametumwa na nani na mbona waliweza kutumwa kwenye hafla hiyo ambayo Bwana Rigathi Gachagua alikuwa ameenda. Na pia tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ambayo tunaipata kwenye mitandao ni kuwa madaktari wa Kakamega kwa sasa wameanza kuonya kuwa wataenda ama watasitisha kazi baada ya siku 14 na kuanza mgomo wao ifikapo tarehe 18 Aprili ama mwezi huu, kwa sababu serikali haijakuwa ikitimiza matakwa yao, haswa ya kuwapatia vifaa tofauti ambavyo wanapaswa kuvitumia kwenye hospitali, na pia kuwasaidia kupata malipo. Na pia kuna swala ambalo limekuwa likiangaziwa sana, swala la interns, wale ambao
wanapata kazi ama wanafunzi wanaendelea kusomea udaktari na pia kuwa wauguzi ama kuwa maafisa wa kliniki ambao wanafanya tu kazi hospitalini. Kwa hivyo hao wote kwa sasa madaktari wa Kakamega wameonya kuwa watakuwa wanasitisha kazi kwenye kaunti hiyo baada ya siku 14 ambayo itakuwa ni siku ya 18 mwezi huu, na pia watakuwa na wazungumza na vyombo vya habari wakati wataanza mgomo wao. Kwa hivyo ni taarifa pia tutakuwa tunaendelea kuiangazia kwa kina ili tuweze kujua kwa labda serikali ama wizara ya afya itakuwa inajiingiza ama itakuwa bado imengojea. Tumekuwa tukiona madaktari wakienda migomo mingi sana, haswa madaktari kwenye hospitali kubwa, tuseme Moi Teaching and Referral Hospital. Tumekuwa tukiona madaktari wa Nairobi Hospital, na pia tumekuwa tukiona madaktari wa Kenyatta. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa sasa tuseme wamelizoea sana, ambalo labda wizara ya afya ni kama kidogo imezoea mgomo wa madaktari, lakini tukiona kuwa wakati mgomo huu unatokea unapata kuwa watu wengi wanaathirika, wakiwemo wagonjwa ambao unapata wakati huo wamo hospitalini wanaendelea kushughulikiwa ama wanataka kushughulikiwa, haswa labda wanataka kufanyiwa upasuaji ama kuchungwa tu kwa njia yoyote ile ambayo labda mgonjwa anataka kushughulikiwa. Unapata kwamba kidogo hawawezi kusaidiwa hata wakiwa hospitalini. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia, labda tusikie wizara ya afya, kwa sababu kwa sasa tunajua kwa iko chini ya uongozi mpya, chini ya uongozi wake Eden Duale kama waziri wa afya. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia tuone yeye atazungumza nini kuhusu kutishiwa ama madaktari wa Kakamega kutishia kwamba watakuwa wanaelekea kwenye mgomo baada ya wiki 2. Kwa hivyo taarifa hiyo tutakuwa tunaiangazia kwa umakini, na pia naona kwenye mitandao tunamuona Susan Kihika pia alizungumza akisema kuwa atakuwa anarejea nyumbani baada ya mwezi mmoja, ambaye ni naibu wa gavana wa kaunti ya Nakuru alizungumza. Na kwa sasa tunaona kuwa Nakuru residents mmoja wa wakazi wa Nakuru ameandika barua kuelekea kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka, akisema kuwa wanataka wa dissolve county the county government ya Nakuru. Kwa hivyo ni mmoja tu wa wakazi wa eneo lile la Nakuru ambaye kwa sasa ameandikia barua kuelekea kwa tume ya IEBC akitaka serikali hiyo ya county ya Nakuru kusitishwa ama kuwa dissolved. Anasema kuwa in a letter to the IEBC Nakuru County Office, Evans Kimori ambaye yeye ndiye aliandika barua hiyo, anasema kuwa requested for the number of registered voters and he required signatures to initiate the suspension process. Anasema kuwa the devolved unit that has been a turmoil due to the absence of a governor, Susan Kihika, including but not limited to the spate of abductions allegedly conducted by officers wale wa KWS ama Kenya Wildlife Services. Na hii inakuja baada ya petition of the County Assembly of Nakuru ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu mahali ambapo Susan Kihika alikokuwa, na pia akisema kuwa ama baada pia ya watu kuandika barua kuelekea ama kwa Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani, kumwandikia barua wakitaka Susan Kihika arudishwe nyumbani, kwa sababu alikuwa anasema kuwa amekuwa ama ameishi pale kwa muda mrefu. Na pia tukawaona viongozi wanawake wakijitokeza wakizungumza wakisema kwa Susan Kihika anahitaji muda kidogo wa kuendelea kuchunga mtoto wake baada ya kujifungua mapacha wawili ama twins, na kwa hivyo wakasema kuwa kule anatulia ama ako kwenye maternity leave kwa sasa kule United States ama Marekani, na atakuwa na
atarejea tu nyumbani. Lakini baada ya viongozi hawa wanawake kumtetea, tuliona pia kiongozi mmoja mwanamke alijitokeza pia akasema kwa sasa tumekuwa tukimngoja kwa muda mrefu, na kwa sasa labda naibu gavana achukue usukani awe gavana wa kaunti hiyo ya Nakuru. Kwa hivyo hajaonekana sana, ama siku ya mwisho ambayo Susan Kihika alionekana ni nchini Kenya ni Novemba tarehe 18 mwaka uliopita, wakati wa graduation ceremony ya students ambao ama ya TVET institution kwenye kaunti ile ya Nakuru. Kwa hivyo taarifa hiyo pia tutakuwa tunaangazia tujue kuwa tume hii ya IEBC itakubaliana. Lakini pia Evans Kimori ambaye pia ni huyo mkaazi mmoja ambaye amepeleka barua hiyo kwa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka, atakuwa anapata hizo signatures zote ambazo ni 1000 ama alizipata. Naam, alizipata. Kwa hivyo tume hii ya IEBC itakuwa inampa Evans Kimori wakati huo, ama itakuwa inampa matakwa yake, itakuwa inatimiza? Lakini tutakuwa tunaangazia, na pia tunataka kujua viongozi kutoka kaunti hiyo ya Nakuru wao wangetaka iwe vipi. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo inaendelea kusambaa mtandaoni ambayo tutakuwa tunaiangazia pia kwa njia ya undani kabisa. Pia tukiangalia pia kwa yale ambayo yanaendelea haswa kwenye ulimwengu, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump pia kwa sasa amesema kuwa atakuwa anaongeza ushuru wa 50% kwa nchi ya China, akisema kuwa iwapo hawatatoa 34% ambayo wameweka kwa nchi ya Marekani, basi atakuwa anaongezea 50% kwa ushuru ambao China watakuwa wanalipa haswa kwenye bidhaa zao ambazo zinaingia kwenye nchi ya Marekani ama nchi tofauti tofauti za Marekani ifikapo tarehe 9 ambayo ni kesho. Akisema kuwa labda Trump alikuwa anataka ushuru ambao ni wa 34% ambao China imeweka kwenda Marekani iweze kutolewa, la sivyo atakuwa anaongeza 50%. Na tuliona Rais Donald Trump wakati aliingia afisini alikuwa anasema kuwa atakuwa anafanya Marekani kuwa taifa kubwa kuliko hapo awali. Kwa hivyo labda ni one of the measures ambazo Donald Trump anaendelea kuziweka ili kufanya nchi hiyo kuendelea kujisimamia na kuendelea kushine, tuseme hivyo, kwa sababu tunajua kwamba ni super power. Kwa hivyo Donald Trump kwa sasa tumemwona ameweka mikakati mingi sana ili kuhakikisha kuwa Marekani inaendelea kujisimamia, na pia watu wengine ambao wanategemea Marekani wamekuwa worth it, vile labda tunaweza zungumza kwa kizungu, are you worth it kupata usaidizi kutoka Marekani? Kwa hivyo tumeona akifanya shughuli ambazo si za kawaida, lakini tutakuwa tunaangazia pia masuala hayo. Na pia haya yanatokea baada yake Donald Trump kuongeza 10% hasa kwenye bidhaa ambazo zinatoka nchini Kenya zikipelekwa kule Marekani, ambayo pia ni taarifa ambayo ilisikitisha Wakenya wengi. Lakini bado mswada huo haujapitishwa, utakuwa labda unapitishwa ama hautapitishwa, lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia tujue kama mswada huo utapitishwa kule Marekani, na kama ni hivyo, wanabiashara ambao wanafanya biashara haswa kuelekea Marekani watakuwa wanahisi vipi kuhusu hizo changes ambazo Donald Trump atakuwa ameweka. Kwa hivyo ni taarifa pia ambayo tutakuwa tunaiangazia, na pia inaendelea kusambaa mitandaoni haswa kwenye sekta ya biashara na kilimo ama kilimo na biashara nchini Kenya. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea nchini Kenya na haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Endelea kufuata Ndizi TV kwenye mitandao yetu ya kijamii @Ndizi TV Africa ili uweze kuendelea kupata mengi. Kwenye tovuti yetu utapata masuala tofauti tofauti na taarifa tofauti ambazo tumezipa kipaumbele, na pia unaweza kuwapatia wenzako ama marafiki zako na jamii yako. Unawatumia tu, una share pamoja na wao ili waweze pia kujiunga na kupata taarifa zetu kwa umakini
kijamii na pia ambazo tunaendelea kukutafutia kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo endelea kubaki ndani ya Ndizi TV Africa. Langu jina Jacinta Nyabeta. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Unatazama Ndizi TV. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii.
I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Machozi yanadondoka, lakini lazima hema asome shuleni. Dunia, mbona hunitendei haki? Jasho latiririka, lakini nangoja faraja. Naomi na Hema tunapigana na maisha, tutashinda hata kama tunaumia. Nilimkosa mama, nilimkosa. Ona pesa nimebakisha. Ni tu peke yake. Najua nilikuwa na pesa, sina kumbuka ugonjwa. Sauti yangu yaomba, nunua mkaa. Mimi unajua sikusoma. Unaona mimi sikusoma. Wewe pekee ndio nategemea. Mimi naona nimejenga, naona vile hata sina nguo. Wewe nataka uvae vizuri, ukule vizuri na uende shule usome. Ukiwa shuleni, tia bidii kwenye masomo. Rafiki yako awe ni kitabu. Naomi, coming soon on Busy TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV. Nduwa wasikilizaji, ni Daktari Mamanaka Ima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana,
Sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko ndani ya Ndizi TV Africa. Kwenye mitandao yetu utatupata @Ndizi TV Africa, mitandao yote kupitia Facebook, Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Utakuwa unapata mengi ambayo yanaendelea kwa wingi, na pia tukisonga mbele naendelea kukujuza tu yale ambayo yanaendelea haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii na taarifa ambazo pia zinaendelea kutokea nchini Kenya asubuhi hii ya leo, ambapo pia tunakuelezea yote ambayo labda tunatarajia kwa siku ama kufanyika siku hii ya leo, na pia yale yote ambayo yanaendelea kutokea ghafla yanavyotokea. Kwa hivyo tukisonga mbele ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa sasa ameonya magenge na pia wanasiasa ambao wanatafuta magenge na kutuma kuelekea kwenye mikutano tofauti tofauti, akisema kuwa walipata habari ama wizara ya usalama imepata habari kuwa wanasiasa nchini Kenya ndio wanatafuta vijana hao ambao ni goons ambao wanaenda kuharibu hafla za mazishi na pia mikutano tofauti tofauti nchini Kenya. Na pia Kipchumba Murkomen alisema kuwa atakuwa anazidi kuangazia swala hilo la ukosefu wa usalama nchini Kenya alipokuwa kule kaunti ya Mombasa, alipoenda siku ya jana na akaanza ziara yake, ama siku ya jana iliashiria siku ya kwanza ya kuanza ziara yake katika kaunti zile za Mombasa, kwenye kaunti 6 ambazo zinaelekea upande wa Mombasa, ambapo alisema kuwa atakuwa anatatua na kuangazia masuala ya usalama na pamoja na masuala ya matumizi ya dawa ya
za kulevya hasa kwenye kaunti hizo 6 zikiwemo kaunti za Mombasa na kaunti za Lamu, na pia kusema kuwa alienda pia kuangalia jinsi usalama ulivyo kwenye kaunti hizo, haswa kwa sababu ya genge la Al-Shabaab ambalo lilionekana ama watu ambao walifikiriwa kuwa Al-Shabaab walionekana kwenye kaunti hizo. Kwa hivyo Kipchumba Murkomen kwa sasa yuko katika kaunti za Mombasa, ambapo atakuwa anaendelea kuangazia masuala ya usalama haswa kwenye kaunti hiyo ya Mombasa na pia kaunti zingine 6 za huko eneo lile la Mombasa, na pia atakuwa anaendelea kutuarifu labda na pia atakuwa anapeana different directives kuhusu usalama nchini Kenya. Taarifa hiyo tutakuwa tunaiangazia kwa umakini ili kujua labda ni yapi yale ambayo atakuwa anayafanya haswa kwenye safari hiyo yake ama ziara hiyo yake ya wiki moja kwenye kaunti 6 zikiwemo kaunti za Mombasa na Lamu. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaiangazia na ni taarifa ambayo pia utaipata kwenye mitandao ya kijamii. Na pia taarifa yake Sylvia Kemunto ambaye ni msichana mmoja aliyepoteza maisha yake kwa kuuawa na kijana mmoja ama anayedaiwa kumuua. Bado haijajulikana kama kijana huyu ndiye alimuua kijana wa miaka 19 ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia University. Na Sylvia Kemunto pia alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia University, lakini akaweza kupoteza maisha yake na mwili wake uliweza kupatwa kwenye tanki ya maji ambayo ilikuwa kule shuleni, mahali karibu na mahali ambapo Sylvia alikuwa anakaa ama anaishi ama kwenye hostels jinsi tunavyozijua. Na pia mshukiwa huyu alijisalimisha akaenda mbele na wakaweza kumpeleka mbele ya mahakama na akaweza kushikiliwa kwa siku 21 ama atakuwa anashikiliwa kwa siku 21. Hiyo ni wiki 3, na pia atakuwa na kesi chake kitakuwa kinazungumziwa ama watakuwa wanaendelea kufanya uchunguzi na alishikwa tarehe 4 mwezi wa Aprili, na familia ya Kemunto kwa sasa inaendelea kuomba usaidizi na pia wakiomba kuwa Kemunto apate justice ambayo anatarajiwa. Na pia huyu Eric Mutinda pia jaji alisema kuwa yeye kujisalimisha na pia kuamua kujitokeza na kusaidia ama kujitokeza tu na kuenda mbele kujisalimisha kusema kuwa ni mimi nilikuwa hapa na hapa wakati huu, ni njia mojawapo ambayo itamsaidia ama itasaidia labda kupunguza yale ambayo ile judgment ambayo atakuwa anapewa. Lakini hatujui kama kijana huyo kwa jina Eric Mutinda ndiye aliyeua Sylvia Kemunto, lakini ni madai tu kwamba yeye ndiye alionekana kuingia kwenye chumba chake Sylvia Kemunto wakati ama kabla masaa machache kabla ya Sylvia kupotea. Kwa hivyo ni taarifa pia ya kusikitisha na ni taarifa ambayo watu wengi ama Wakenya wengi wanaendelea kuiangazia kwa undani kujua ni yapi yalitokea. Lakini kwa sasa anayesimamia kesi hicho kwenye familia ama wakili anayesimamia familia ya Kemunto ni Danstan Omari ambaye siku ya jana walifika kwenye mahakama ya Kibera ama Kibera Law Courts ambapo walizungumzia kuhusu kesi hicho, na pia watakuwa wanaendelea kufuatilia yale ambayo yanatokea, na pia kijana huyu atakuwa narudishwa ama kesi hiki bado kitakuwa kinaendelea kusikizwa baada ya siku 21. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuangazia taarifa hii ya Sylvia Kemunto tukitarajia kwamba familia yake na wazazi wake watakuwa wanapata ile sheria itakuwa inachukua mkono wake, na pia watakuwa wanapata ile justice ambayo wanaendelea kutafuta. Na pia
kuzungumzia tu masuala ya kimataifa, ambapo nilikuelezea kwa Rais Donald Trump ameagiza kwa kufikia leo jioni, kama China haitakuwa imepunguza ushuru wa kuelekea Marekani ambao ni ushuru wa 34%, basi atawaongezea pia ushuru wa 50% kuelekea China. Kwa hivyo Trump alipozungumza alisema kuwa ifikapo tarehe 9 ambayo ni kesho, ifikapo tarehe 9 basi atakuwa anaongeza ushuru iwapo China haitakuwa inatoa ushuru wake wa 34%. Lakini tumeona pia China wamezungumza wakisema kuwa huo hizo ni mambo tu ama kasheshe tu za Trump kuzungumza, wakisema kuwa Trump anataka kuwa blackmail ili kutaka waingie ama wapunguze soko lao la bidhaa, haswa kwenye bidhaa ambazo wanaendelea kuuza ama wanaendelea kuuzia country ama Amerika ambayo ni Marekani. Kwa hivyo pia wakasema kuwa kidogo watu hawajafurahia yale ambayo Donald Trump amekuwa akifanya, na tuliona jana kwenye gazeti tuliangazia masuala ya kisiasa kidogo kuhusu Donald Trump na uongozi wake, ambapo tuliona kwenye hizi 50 states ambazo za Marekani ambazo Donald Trump anaziongoza, baadhi ya states ambazo anaongoza walijitokeza ama baadhi ya wakazi kwenye nchi hizo walijitokeza na kuandamana wakisema kuwa hawapendi jinsi Donald Trump anafanya kazi yake, haswa kwenye deportation ambayo alikuwa amesema kuwa ataanza kuwafukuza watu ambao hawana papers ama yale makaratasi ambayo wanapaswa kuwa nayo ili kuishi Marekani, na pia akasema kuwa atakuwa na waondoa watu wote ambao hawafai kuwa Marekani. Lakini watu walijitokeza wakasema kuwa ameharibu uchumi wa nchi zile, na pia kusema kuwa yeye sio mtu wa watu wote, anaegemea upande mmoja na hajali matakwa ya wananchi. Kwa hivyo ni taarifa za ulimwengu ambazo zinaendelea haswa kutoka nchi za Marekani na pia nchi tofauti tofauti. So tutakuwa tunaendelea kuelezea ni yapi yatakuwa yanaendelea kutokea humu nchini Kenya na pia nje ya nchi za Kenya. Na pia tulikuwa tumeona juzi jumba moja ama gorofa moja mjini Kisii lilianguka katika eneo la Iterio, bunge la Bonchari, ambapo tuliona watu 5 walikuwa wamepoteza maisha yao, na kwa sasa tunaona kuwa kuna wale ambao waliweza kusaidiwa na mashirika ya kama Msalaba Mwekundu pamoja na maafisa wa polisi, ambapo tumeona mmoja wa walio ama wajeruhi walio survive kutoka kwa hiyo collapsing, hiyo building ambayo ilianguka kule Kisii, ni kuwa mmoja ambaye ni Jared Nyakundi amezungumzia kuhusu masuala ama kuhusu kisa hiki jinsi kilitokea. Anasema kuwa alikuwa kazini alafu kidogo tu jumba likaanza kuporomoka ilipofika muda wa saa 5 hivi, na kwa sasa watu 5 walipoteza maisha yao na wengi kujeruhiwa, lakini excavators tuliona zikitumika pale ili kuweza kutoa watu mle ndani, watu ambao walikuwa wamelaliwa na jumba hilo ama na gorofa hilo. Na pia watu ama shirika la National Construction Authority NCM pia limezungumza wakisema kuwa nyumba hiyo ilikuwa ama gorofa hilo lilikuwa limekuwa marked ama tuseme kukuwa flagged, na halikuwa linafaa kusimama, alikuwa inafaa kuangushwa. Kwa hivyo pia wamezungumzia kuhusu taarifa hiyo. Tutakuwa tunaendelea kuiangazia labda kujua kama watu wote waliweza kutolewa mle ndani waliokuwa trapped haswa kwenye kisa hicho cha gorofa kuanguka kule mjini Kisii. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuiangazia taarifa hiyo. Na pia tunaona mmoja wa wanafunzi katika University ya Egerton ama chuo kikuu cha Egerton alivamiwa kwenye hostel. Ambapo tunaona kuwa mwanafunzi mmoja aliweza kuwa atakiwa kule ama akivamiwa kutumia panga
na pia bado kidogo mambo hayajajulikana vizuri kuwa ni yapi yalitokea kule, lakini habari ambazo tunaziona kule mtandaoni ni kwamba chuo kikuu cha Egerton, mwanafunzi mmoja ameweza kuvamiwa, ambaye ni mwanafunzi wa kike, aliweza kuvamiwa akiwa chumbani mwake ama hostel alikokuwa analala kutumia upanga. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ya kusikitisha ambayo tutakuwa tunaiangazia kwa muda usiokuwa mrefu, na pia tutakuwa tunakuambia yale ambayo matukio ambayo yatakuwa yanatokea kutoka kwenye taarifa hii, lakini tutakuwa tunaendelea kuiangazia kwa umakini. Kwa hivyo ni yale ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya siku ya leo, na pia yale ambayo tunatarajia siku ya leo. Kwa hivyo tunatarajia jopo la uteuzi la kutafuta makamishna 6 ambao wanapaswa kuingia kwenye tume ya uchaguzi na mipaka ama IEBC, wanapaswa kuingia pale. Kwa hivyo jopo la uteuzi bado linaendelea na uteuzi wao siku ya leo, ambapo tutatarajia labda watu 6 ama wateule 6 kufika mbele ya jopo hilo ili kuweza kuendelea na mahojiano hayo pamoja na viongozi wengine. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia tunaendelea kuifuatilia, lakini itakuwa inaendelea kwa muda mrefu kufikia Mei tarehe 12. Na pia tunatarajia mwisho wa zoezi hili tupate makamishna 6, ama jopo hilo la uteuzi linapaswa kutupa sisi kama Wakenya makamishna 6 na mwenyekiti mmoja, ambao wote watakuwa wanafanya kazi kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka ama almaarufu IEBC. Kwa hivyo siku ya leo tunatarajia watu tofauti kufika mbele ya jopo hilo na kuendelea kujitetea. Tumeona viongozi wengi wakijitetea wakisema kuwa masuala ya teknolojia watakuwa wanashughulikia, na pia watakuwa wanashughulikia changamoto tofauti ambazo zinaendelea ama huwa zinatokea haswa wakati wa uchaguzi. Na kukumbusha tu kwa jopo hili lina muda kidogo wa kutenga au wa kufanya zoezi hili, lakini baada ya kuchagua mwenyekiti pamoja na makamishna hawa watakuwa tu na miaka 2.5, labda ikienda sana ni miaka 2.5 ya kupanga IEBC, kupanga chaguzi ndogo ambazo hazijakuwa zikitekelezwa kwa sababu ya ukosefu wa tume hiyo ya IEBC. Na pia tumekuwa tukiona Wakenya wakitaka tume hii iendeleze kazi tofauti ambazo hazijawachwa, na pia tunajua uchaguzi wa 2027 ambao unapaswa kufanyika mwaka huo wa Agosti ama mwaka huo wa 2027. Je, hatujui kama uchaguzi huo utafanyika kwa sababu ya maandalizi ambayo yanapaswa kufanywa ili uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya. Na pia tuna masuala ya pesa ambazo tume hiyo itakuwa inahitaji kufanya shughuli nyingi ambazo zitakuwa zinaendelezwa haswa kwenye uchaguzi, na pia chaguzi ndogo ambazo zinapaswa kuendelezwa ama kufanywa. Tunajua kuwa kuna kaunti tofauti ama wadi ama bunge ambazo zimepoteza mbunge wao ama mwakilishi wadi wao kwa njia moja au nyingine, labda ameaga, na kwa sasa wanapaswa kufanya uchaguzi ama chaguzi nyingine ndogo ili kuweza kurudisha viongozi wengine wapya ofisini, lakini bado chaguzi hizo hazijafanywa. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kufuatilia hayo kwa makini. Ni moja kati ya matukio ambayo tunatarajia siku hii ya leo, lakini tutakuwa tunafuatilia na pia utakuwa unapata yale ambayo yanaendelea ifikapo saa 7 mchana. Tuendelee kwenye mapumziko mafupi, nitakuwa narejea pia kukueleza ni yapi yanaendelea haswa ulimwenguni na machache tu yale ambayo tunatarajia siku hii ya leo nchini Kenya. Langu jina Jacinta Nyabeta, unaendelea kutazama kipindi cha Pambazuko ndani ya Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV.
Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Machozi yanadondoka, lakini lazima hema asome shuleni. Dunia mbona hunitendei haki? Jasho latiririka, lakini nangoja faraja. Naomi na Hema tunapigana na maisha, tutashinda hata kama tunaumia. Nilimkosa mama, nilimkosa. Wala pesa nimebakisha ni mtu peke yake. Najua nilikuwa na pesa, sinakumbuka ugonjwa. Sauti yangu yaomba, nunua mkaa. Mimi unajua sikusoma. Unaona mimi sikusoma. Wewe pekee ndio nategemea. Mimi naona nimejenga, naona vile hata sina nguo. Wewe nataka uvae vizuri, ukule vizuri na uende shule usome. Ukiwa shuleni, tia bidii kwenye masomo. Rafiki yako awe ni kitabu. Naomi, coming soon on Busy TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation.
Unatazama Ndizi TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapoendelea kukuambia kuwa ni yapi yanaendelea haswa kwenye taarifa tofauti ambazo zinaendelea kutokea nchini Kenya, ambapo nilikwambia kuwa tulikuwa tuangazie masuala ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele haswa nchini Kenya na ulimwenguni kote, kukujuza tu ni yapi yanaendelea hapa nchini na nje ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo tukisonga mbele, tunaendeleza taarifa ambazo tunaendelea kuzipata kwenye meza yetu ya habari haswa asubuhi hii ya leo, ambapo mbunge wa bunge la Githunguri ambaye ni Gathoni wa Muchomba kwa sasa amesema kuwa maisha yake yamo hatarini, ambapo amezungumza na wanahabari akisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza haiwaheshimu viongozi wanawake, na kusema kuwa wafanyakazi wake walitishiwa na watu ambao wanadai kuwa ni DCI, na hivyo kumfanya yeye ajisalimishe mbele ya DCI na kwenda kuwauliza kama ni wao walituma ujumbe huo kwenda kwake na pia kwa wafanyakazi wake. Na pia tumemwona kiongozi huyo akisema kuwa aliuziwa woga kwa simu ambayo alipata kwa watu ambao walikuwa wanadai kuwa ni DCI, ambao walikuwa wanamwambia kuwa hapaswi kuzungumza kuhusu serikali ya Ruto vibaya, na tunaona kuwa alikuwa ameonywa kuhusu kuzungumza na kusema kuwa Ruto must go, ama hiyo phrase ambayo imekuwa ikizungumzwa sana haswa na vijana, na pia yeye akaizungumza, na kwa sasa tumekuwa tukimuona kuwa amekuwa akizungumza sana na vyombo vya habari, ambapo amekuwa akisema kuwa maisha yake yamo hatarini. Lakini kufikia jana mbunge huyo alifika mbele ya DCI, ambaye alisema kuwa anataka kuzungumza na DCIO ili aweze kumweleza kama ni yeye ndiye alikuwa anampigia simu, kwa sababu anasema kuwa huyo ambaye alimpigia simu hakutumia jina lolote, na pia hakumtumia ujumbe mfupi labda kwenye WhatsApp ama kwenye message ambayo ni text message. Kwa hivyo mbunge huyo bado anasema kuwa serikali inapaswa kumrudishia walinzi na inapaswa kumchunga vizuri. Yeye ni kiongozi wa serikali, akisema kuwa alinyang'anywa walinzi wake, lakini alijitokeza kule pamoja na mawakili wake kule kwenye DCI headquarters kwenye kaunti ya Kiambu, ambapo alitaka kushughulikiwa na pia kuelezewa mbona ama amefanya makosa gani ili waweze kumuelezea. Kwa hivyo Gathoni wa Muchomba kwa sasa tunajua kuwa anaendelea kuzungumza na akisema kuwa watu kwa sasa maisha yake yamo hatarini na anapaswa kuchungwa na serikali ya Kenya. Lakini pia tukiachana nayo, kutoka kaunti ama kutoka bunge la Ugunja, tumeona kuwa wakazi pamoja na viongozi watarajiwa kwenye eneo hilo wamezungumza wakisema kuwa wanatarajia tume ya IEBC ikuwe imeundwa kufikia tarehe 25 mwaka huu ama mwezi huu pia, ambapo pia wamezungumza wakisema kuwa wamekuwa kingoja sana tume hiyo ya IEBC kutengenezwa ama kuundwa, lakini kwa sasa wamechoka kungoja. Wanasema kuwa ifikapo tarehe 25 wao watakuwa wanatarajia kwamba wana tume ya IEBC ili waweze kufanya uchaguzi mdogo ambao pia wanatarajia, walivyosema wanatarajia ufanywe mwezi wa Agosti ambao ni mwezi wa 8 mwaka huu. Lakini hatujui kwamba hii itakuwa inawezekana, kwa sababu tunajua kwamba jopo hilo liliomba kuongezewa wiki zingine 2 ama wiki nyingine 2 ili kuendeleza na shughuli ambayo wanaendelea ya kutafuta makamishna pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo. Kwa hivyo ni wakazi wa Ugunja, bunge la Ugunja, ambao walikuwa wanazungumzia kuhusu IEBC, na ni swala ambalo labda tutakuwa tunaendelea kulifuatilia kwa undani kujua ni litaendelea aje. Na pia tukisonga mbele kwenye ajali ya Bomet ambayo ilifanyika siku ya Jumapili ama Jumamosi kunradhi,
kumradhi, siku ya Jumamosi ambapo watu 15 walipoteza maisha yao kwenye ajali hiyo ya barabarani, na tumeona kuwa kwa sasa maafisa wa polisi wamepatiana ripoti wakisema kuwa chanzo ambacho kilifanya gari hizo kupata ajali ni kuwa na watu wengi kupita kiasi, akisema kuwa gari hilo lilikuwa aina ya Nissan ambayo inapaswa kubeba watu 14, lakini gari hilo lilikuwa limebeba watu 6 wengine kuongezea na wale 14 ambao wanapaswa kuwa kwenye gari hilo. Kwa hivyo gari hilo lilikuwa limebeba watu 20 siku hiyo ya Jumamosi, jambo ambalo lilifanya gari hilo kupata ajali. Na pia kamanda wa polisi ambaye ni Edward Ibwaga alisema kuwa watu hao hawangeweza ama gari hilo lilikuwa na watu wengi, kwa hivyo ni ngumu kwa gari kama hilo wakati ambapo wamepata ajali, watu ni wengi wanatarajiwa kuumia kwa sababu hawajafunga mikanda na unapata kwa wamejazana na hata dereva mwenyewe hawezi kulicontrol gari. Kwa hivyo ni habari ya kusikitisha, na pia ni wito kwa dereva tofauti nchini Kenya kuwa waangalifu, haswa wakiwapeleka ama wakisafirisha mizigo pamoja na abiria wakati wanafanya usafiri. Ni vizuri kujua kwamba maisha ya hawa maabiria kwa sasa wao ndio wanasimamia ama wao ndio watakuwa na hakikisha kwamba abiria hawa wamefika kwenye maeneo ambayo wanasafiri kwa njia nzuri na pia kwa hali shwari. Kwa hivyo ni taarifa ambayo bado tunaendelea kuipata kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo inaendelea kuangazia taarifa ambazo zimekuwa zikitokea nchini Kenya na zinazoendelea kufuatiliwa, na zile ambazo tunaendelea kutarajia ripoti tofauti kutoka kwa wakazi pamoja na viongozi tofauti nchini Kenya. Kwa hivyo pia tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine, ni kuwa Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Kenya ama wa judiciary alizungumza akisema kuwa the judiciary is a corrupt free zone, akisema kuwa judiciary ama chama sheria nchini Kenya hawana ufisadi wowote, na kazi yao ni kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake haswa kwa kesi tofauti ambazo wanaletewa. Na pia akizungumza tu akisema kuwa I want to state this once again unequivocally, akisema kuwa the judiciary is a corrupt free zone. Akizungumza huko ndani akisema kuwa ama wakati Martha Koome alizungumza akisema kuwa anatarajia Wakenya kuamini judiciary na pia kuendeleza kuambia kuwa wanafanya kazi kwa njia ya umoja bila kubagua mtu yeyote na bila ufisadi wowote. Kwa hivyo ni Martha Koome alizungumza akiwaambia Wakenya kwamba judiciary bado iko katika mkono wa kulia wa sheria haswa nchini Kenya, na akitaka Wakenya waamini judicial system huko nchini Kenya, na akisema kuwa any allegations or attempt za kuharibia jina the institution ya judiciary with corruption will be met with firm resistance due process. Kwa hivyo ni taarifa yake Martha Koome akizungumza kuhusu judiciary, akisema kuwa ufisadi pamoja na ubaguzi hawazitambui haswa kwenye institution hiyo ya judiciary. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuwa tukiangazia, ambazo zinaendelea kutamkwa kule mtandaoni, ambazo zinaendelea kuchipuka asubuhi ya leo. Kwa hivyo hizo zote tutakuwa tunaendelea kuziangazia ndani ya Ndezi TV Africa kwa njia mwafaka na pia kwa undani kabisa. Lakini kwa siku ya leo nashukuru sana kwa wale ambao mmejiunga nami
kutoka asubuhi saa 12 kufikia sasa, na kidogo nilikuwa nataka niangalie wale ambao wamekuwa wakijiunga nasi kwenye mtandao wa Facebook. Utatupata @Ndizi TV Africa, na pia YouTube tupate @Ndizi TV News. Pia pale utuweze kutuandikia barua ujumbe mfupi ili tuweze kujua unatazama ukiwa pande gani. Nitakuwa narejea kwa muda usio kwa mrefu ili niweze kumaliza awamu hii ya yaliyojiri asubuhi hii ya leo. Usiende mbali. Unatazama Ndizi TV. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile marble tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum board na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive.
Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Machozi yanadondoka, lakini lazima hema asome shuleni. E dunia, mbona hunitendea haki? Jasho latiririka, lakini nangoja faraja. Naomi na Hema tunapigana na maisha, tutashinda hata kama tunaumia. Nilimkosa mama, nilimkosa. Ona pesa nimebakisha. Ni tu peke yake. Najua nilikuwa na pesa, sinakumbuka ugonjwa. Sauti yangu yaomba, nunua mkaa. Mimi unajua sikusoma. Unaona mimi sikusoma. Wewe pekee ndio nategemea. Mimi naona nimejeka. Naona vile hata sina nguo. Wewe nataka uvae vizuri, ukule vizuri na uende shule usome. Ukiwa shuleni, tia bidii kwenye masomo. Rafiki yako awe ni kitabu. Naomi, coming soon on DZ TV Africa. Unatazama DZ TV.
Na mpenzi mtazamaji, shukran kwa kuendelea kuwa nasi kwenye kipindi chetu cha Pambazuko tulipoanza asubuhi saa 12 kufikia sasa, na tunashukuru wale wote ambao umejiunga nasi hasa kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook @Ndizi TV News Digital, na pia Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube @Ndizi TV News. Na pia namuona pale mmoja wa wale ambao wamenitumia ujumbe akisema kuwa amekuwa akitutazama kutoka asubuhi mpaka sasa, lakini sitakuwa namsema jina kwa sababu amekataa, amesema kwa nisiseme jina lake, lakini tunashukuru tu. Tunajua kwa kuna wengi ambao wanatutazama ambao labda hamwandiki jumbe, na pia mnatutazama tu, mnajua kwa tunaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo tunashukuru nyinyi wote wale ambao mnatuandikia barua. Lakini hayo ni baadhi tu ya yale ambayo nimekuangazia siku ya leo kwa yaliyojiri hasa kwa uwanja wa kisiasa. Tumezungumzia masuala ya usalama, masuala ya afya, na pia masuala ya sheria pia. Lakini asubuhi hii ya leo natumai kuwa umeweza kujua yanayoendelea nchini Kenya na pia nje ya nchi ya Kenya, na pia kwenye biashara, kilimo na biashara, hayo yote. Lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia taarifa ambazo nimekuwa nikikuelezea ambazo tunatarajia siku ya leo. Siku ya leo tunatarajia ODM, chama cha ODM kuendeleza uchaguzi katika nyanja tofauti tofauti katika maeneo tofauti ya nchi yetu ya Kenya, ama chaguzi zile ndogo. Na pia tunatarajia jopo la uteuzi wa kutafuta makamishna kuendelea siku hii ya leo, na pia tutakuwa tunatarajia kufuatilia masuala ama taarifa ambayo tumekuwa tukipata ya Egerton, ama mwanafunzi mmoja wa Egerton ambaye amepatwa kama amepoteza maisha yake. Alikuwa amevamiwa akiwa chumbani mwake. Kwa hivyo ni taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia siku hii ya leo. Ifikapo mpasho wakati saa 7 tutakuwa tunakuelezea baadhi ya zile taarifa ambazo zitakuwa zimechipuka nchini Kenya, na pia saa 1 na saa 3 tutakuwa unapata taarifa hizo kwa undani kabisa. Kwa hivyo kwa sasa tutakuwa tunamalizia kipindi chetu cha Pambazuko hapo. Nashukuru wale wote ambao mmekuwa nasi kutoka asubuhi kufikia sasa. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi wangu amekuwa ni Ondieki James, ambaye amehakikisha kwamba sauti pamoja na picha zimefika kwako kwa njia mwafaka. Tunashukuru kwa wale wote ambao umejiunga nasi. Kuwa na asubuhi njema na siku njema. Kwaheri.